Bathsheba. Hakika vita imekuwa kali sana. Hawezi amini. Nimekuwa katika vita mbele kabisa, imagine kama kiongozi, lakini nimekuwa front. Sina uhakika kama nitaweza kurudi tena. Kangu nakusi angalia familia, sababu kuna kitu mke wangu nilikuahidi kwamba nikirudi nitakupeleka shopping, lakini sidhani kama nitarudi. Vita imekuwa kali sana mke wangu. Tuze familia, tuze watoto. Court. Case number Samueli. Nyaraka ya pili ndogo kifungu namba 11. Kipengele 1 mpaka 25 A B D. Ni kesi kati ya Daudi, Bathsheba pamoja na ndugu Uria. Asante. Naomba kutoa mwongozo kwa watu mliofika mahakamani. Tuna mahindi yametoka Jerusalem. Unapitishiwa, unasema asante. Naomba ununue, tuendelee kuendelea na kesi yetu vizuri. Mambo ya kusema asante husupport mahakama, that is contempt of court. Support mahindi yanayopita huko. Inua wasanii wachanga. Daudi. Ndio mheshimiwa judge. Wewe ni mfalme, nasikia ni mfalme. Mfalme katika nchi ya Israeli. Ungeweza kuoa binti yoyote yule katika mamlaka ya nchi yako. Nasema ungeweza kwenda Nazareti, Jerusalem. Nazareti pale mimi nimekuwa pale. Najua mabinti kuna piskali sasa hivi zitakuwa ziko pale. Mheshimiwa judge. Naomba ukae kimya. Ni piskali au peace of mind? Ni piskali. Piskali. Haukutakiwa kuiba mke kama tulivyoona hapa kwenye ushahidi. Wewe ungeweza kwenda kuchukua hata Kibaki Luvia, ungepata mwanamke. Lakini bado ukaamua kuchukua mke wa askari wako. Umefanya uhaini. Haikutakiwa kabisa. Unaacha madhara makubwa, mwanamke anakuwa ni mjane. Watoto wake nani atawasomesha? Lakini ngoja tukupe haki ya msingi ya kusikilizwa. Karibu. Mheshimiwa judge. Naomba kuiambia mahakama yako yote kwamba na baada ya hii kesi nitafungua kesi yangu nyingine na jopo la mawakili, kwa sababu huwezi ukazalilisha. Mimi ni mfalme, huwezi ukazalilisha. Hapa unanizalilisha mimi Daudi, lakini pia na kiti changu cha ufalme. Mtu anaogaje kwenye bafu ambalo halina paa? Mimi nilikuwa kwenye balcony na sikwenda kwenye vita, na napenda sana wananchi wangu. Nikaona mtu anaoga kwenye bafu halina paa, nikasema kwa nini? Nikaenda kwenye masijala, nikaangalia taarifa kutoka kwa waziri wa miundombinu, nikaona ile issue haijawa reported. Kwa hiyo nikajua that is a trap, na mwanamke amefanya makusudi, kwa sababu I'm a superstar in this nation. Kila mwanamke pia ana haki ya kujiweka kimkakati ili anipate, ili akajisifie huko. Ndio maana nasema this case is nonsense, haina chochote. Na baada ya hapa nitakuja kuangalia namna yoyote ya kuja kuishtaki jamhuri na wewe mwenyewe judge, na wote ambao mmehusika kwa namna hii. Lakini huyu mwanamke namuona kabisa, siwezi kumtofautisha na kahaba tu. Mheshimiwa judge, naomba iwekwe vizuri. Mfalme ni muongo. Mfalme huyu anaongea uongo. Usiseme mfalme, kwa sababu adhabu yako itakuwa kali sana ikija kukushtaki. Wala utumie Daudi. Mheshimiwa judge,
Mheshimiwa Judge, naomba uangalie kesi kwa uangalifu sana sana sana. Huyu mfalme aliniita mwenyewe, tena kwa kuamuru. Akaniambia nitakuwa sijui first lady, akaniambia kila kitu kitakuwa cha kwangu, akaniahidi mambo mengi. Kweli naongoza nchi ya watu wanafiki na waongo. Alimtaja mume wangu Uria. Akaniambia yaani mtu analia machozi makavu hivyo. Mheshimiwa Judge. Alisema mume wangu harudi. Hiyo vita atakayoenda Order. Mheshimiwa Judge, naomba unisaidie. Order. Mheshimiwa Judge, nimepata taarifa ya kusisimua. Nimepata taarifa yenye bashasha kutoka kwenye kikosi changu cha HPC na PDU, Humanitarian Panel Code. Wameniambia ya kwamba kulikuwa kuna drone inazunguka eneo la tukio, na limepata ushahidi kutoka wilaya ya Kinondoni, kata ya Kawe, mtaa wa Mbezi Beach A, apartment plot number 13, saa 5:37 kwenye balcony. Mheshimiwa Jaji, tupate kuona ushahidi huu. Huenda huyu mama analia ukweli. Jemedari, ukipanda hapo juu ya balcony utaona kuna binti anaoga kwenye bafu ambalo halina paa. Kaniletee haraka. My lord. Yeah. Njoo karibu yangu. Usiogope. Kwanza kwa nini umeniita hapa? Kwa muda huu. Usiogope. Wewe ni kati ya mabinti wengi ambao nimekuchagua kuja, na kama King David nataka nikupe maisha. Nataka nikupe mapenzi. Usiogope. Wewe ni msichana mrembo. Wewe ni msichana mzuri. Unahitaji vitu vizuri. Mtu kama wewe huwezi kutembea na askari. Uria ni mume wangu. Nonsense. Karibu na kila kitu kwenye castle na ufalme wote utakuwa kwako. Ni kama first lady. Uria huyo hautamuona tena. Vita ni vikali sana. Kufa hawezi kurudi tena. Hilo linao kuhakishia. Usiogope, karibu. What? Najua ni ngumu kufikiria. Najua huwezi kuelewa. Hivi vitu ni vigumu hata hivi to comprehend. You know, love is kind. Love is patient. Without love, we are nothing and everything. Love is long suffering. Come, nikupe maisha. Namaanisha nini ambacho nakiongea? Nimetoka kukupenda sana. Tukia mbali tunakuangalia kwenye balcony. You're so beautiful. Kwa hiyo utanitunza? Sure, absolutely. Tunaona jinsi ambavyo kesi inaenda tangu imeanza, upande wa mshtaki pamoja na mfalme kama ambavyo alijitetea awali, na naona sasa kinaenda kumlamba. Daudi. Ndio Mheshimiwa Jaji. Naomba ongeze sauti, hapa ni mahakamani. Mara kwanza alikuwa anasema utafungua, utakuja na utanishtaki mpaka mimi. Naomba ongeze sauti. Daudi. Ndio Mheshimiwa Jaji. Askari yuko wapi? Naomba ongeze sauti ili tuelewane vizuri. Daudi. Ndio Mheshimiwa Jaji. Mashtaka dhidi yako yameonekana hapa na tumeona ushahidi wa VAR ya Roho Mtakatifu mwenyewe.
kwa sababu yeye anachunguza hata yaliyo sirini. Kwa hiyo mambo ya kusema miundombinu ilikuwa si imekaa vibaya uite waziri wa miundombinu, kwanza hata waziri wa miundombinu hajakupa kwenye moja kati ya mashahidi wako hapo. Maana hata pengine hata kumpigia simu. Miundombinu sikutendeshe dhambi. Wala kutakiwa kumtenda dhambi binti na Mungu wa mbinguni. Lakini pia una nafasi ya kutengeneza na kutubu. Wewe kama kiongozi mkubwa, kumbuka ufalme wenyewe ulipata tu ulikuwa unachunga kondoo, walikusahau. Kwa neema ya Mungu kaitwa ukapewa nyadhifa kubwa, lakini bado unasahau rehema za Mungu alizokutendea. My Lord. Naomba ukae kimya. Unasahau utukufu ambao Mungu alikupandisha kutoka kwenye kuchunga kondoo. Ulikuwa unatembea peku, sasa hivi unavaa viatu vya gharama. Lakini bado unamtenda Mungu dhambi. Una nafasi ya kutubu na kutengeneza. Umeshatengeneza madhara kwenye familia ya Uria. Tayari ameshakuwa mjane mama wa watu. Ulimwahidi atakuwa first aid, kiko wapi? Naomba tengeneza njia zako, jirejeshe kwa sababu kesi hii inaenda mbali. My Lord. This is penal code of permission on offenses against morality, public officials misconduct. Naelewa maana misconduct wewe. Addressed in general provisions. Wewe ni kiongozi wa serikali umezingua. My Lord. Naomba ujirekebishe, fanya toba, rehema. Mheshimiwa Judge. Nikupe nafasi unataka kujitetea. Nimekosea. Ni kweli nilimuona mrembo Bathsheba nikamtamani na nikazini naye. I bow before you. Napomoka. Oh. Bwana umenichunga na kunijua wewe. Bwana umenichunguza na kunijua wewe, wajua kuketi kwangu na kuondoka